simamisha makwaya hayo na mipandio hiyo isima, kwa mwambie leo ni maombi kwa kwenda mbele. Mwambie kila mtu anene kwa lugha. Ni marufuku Kiswahili hapa, sio Kiingereza. Mwambie mimi sio mjinga sana wa Kiingereza, naelewa kidogo kidogo. Maana mingine mijanja. Inaanza kusema thank you Lord, I love you so much. Ila kuchanganya. Mwambie usinichanganye. Kama mtu mmoja kule Zambia aliyechanganya wazungu. Wakasema tumwombee ujazo. Thank you Jesus. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Akawa amechoka, alikuwa Mnyakyusa. Akachoka, akasema hawa ili waniachie, ngoja nibadilishe. Akaanza kusema ndaga Yesu. Akasema amejazwa, mwache. Mchungaji kutaka kuona wepesi wa kazi ya uchungaji, wazamishe watu. Haleluya. Lakini wewe ni wa kwanza. Wewe ni wa kwanza, wanakufuata wewe. Sawa jamani? Sawa wachungaji? Ngoja nitoe angalizo. Mungu akikufungua sana, kutumika sana, kuona sana, kutafasiri lugha kama Ndagire. Nani mwingine mchungaji anatafasiri lugha? Nani mwingine? Masota au umepoa siku hizi? Maisha yamekupoza. Nani mwingine mchungaji kuna kama kutafasiri lugha inafanya kazi? Good. Mwingine yuko nani? Lakini inawezekana wachungaji wote kupokea tafsiri ya lugha. Inawezekana wote. Inawezekana. Lakini pale kanisani, meze kanisa, wachie waamini. Haleluya. Wachoche, waombe sana, wanene kwa lugha sana. Mwambie anasikia tafasiri na asimame kutafasiri. Hata kama umepokea, hebu jabri kunyamaza. Uwe wa mwisho wewe. Ukiwa mbele, wewe asubira unacho, si ndio? Uliacha. Mtu amenena kidogo. Mungu amekusia kufungua, uwe na hekima. Bwana anasema kwamba katika hali ya sasa. Unajua wakija ibada yupo kwa tafsiri nani? Wananywea. Kwanza anasema msema nikakosea, mwacha atakuwa tafsiri mchungaji mwenyewe. Nikikoseaje? Mchungaji amefunguliwa sana. Usimeze. Wape kipaumbele. Watumike hata kama ni maono waseme kwanza wao. Wape nafasi, watie moyo. Mimi nimekutana na maajabu mara nyingi sana. Kuna vitu naweza kuvisikia na kutabiriwa kule. Mpaka nashangaa. Siku moja tulikuwa kwenye ibada, nikapogi na kumbuka. Tuliomba sana. Mtu mmoja kaona kapu limejaa machungwa na malimau. Maana haikupatikana. Nikasema hili jambo ni zito. Tuingie kwenye maombi. Tuulize kwa Mungu. Tuliomba. Tulinena. Mimi nikapata maana. Haya, nikasema jamani. Nani hapa amepata maana? Mama mmoja akasimama akasema nimeambiwa hivi, mchungaji umepewa maana. Lakini nipenda kutoa nafasi kwanza kwa waamini kutumika. Ndio siri ya kanisa kutawaliwa na manabii wengi. Watumikaji ni wengi. Sawa?
siwamezi. Nashukuru hata mke wangu amenitangulia katika tafsiri za lugha. Anakuwa mtulivu, ni kama hayupo. Napa nafasi waamini. Chochea waamini. Chochea wachochee, wanene kwa lugha sana. Itatokea kama siku hiyo, sijui kwa sababu ya maisha, wamepoa, ikainuka kwako. Simama, tafasiri. Simama, sema. Kwa lugha nyingine, wewe ni ziada. Wewe ni ziada. Ama wewe sawa sawa na kijinga cha moto. Kijinga hakishiwi moto, kinatunza moto muda wote. Wakina mama wa zamani walikuwa natunza moto kupitia vijinga. Kuni zinakwisha, kijinga hakishi. Anapotaka kuwasha, basi anachukua moto kwenye nini? Kwenye kijinga. Kwa hiyo mchungaji ni kama kijinga cha kuchunga moto katikati ya kanisa. Katikati ya kanisa. Kwa hiyo ndio maana lazima uwe kwanza kuwa na ufahamu. Kuwa na ufahamu juu ya ndoto na maono. Iko hivi. Tafasiri ya ndoto na maono inakuja kwa urahisi ukizingatia kanuni hii ya kuomba kwa kunena kwa lugha. Saa ya chini iwe ni saa moja. Iwe ni saa moja. Ukakazana kila siku, unapaa. Kuwezekana unaingia masaa kila siku. Unashangaa tafasiri ya ndoto inajileta kirahisi, ya maono kiurahisi. Usisimame mbele kusema nimeona Bwana jiviwe sana. Nimeona kama wingu, ni kama wingu linatembea. Likatembea alafu likatoa cheche. Nilipotoa cheche nikawa nimeshangaa sana. Nikahamia upande wa kweli, ikawa inatoa cheche. Nikapaa kule inatoa cheche. Nikaenda kama kwenye mlima, ni kama ninatoa cheche. Nikaenda kule niko lina waka. Wingu lina waka. Haleluya. Nilikuwa lina waka. Haleluya. Chungaji. Na waamini watakuwa ni hivyo. Itakuwa ni hivyo. Jamani, na mimi ninashangaa kasa nimeota ndoto. Ndoto gani? Nimeota nimeingia shambani. Kule shambani nikamkuta mbuzi. Nikasema, huyu mbuzi kwenye shamba langu. Nikachukua fimbo nikampiga mgongo, na akasema, sasa leo tutaonana. Si tukaanza kupigana na mbuzi. Tukapigana. Tukavingirishana mpaka kule, tukamukana tena tukapigana. Ninasema, sasa ni shamba langu. Kwani ukashika sema, kwani uliumba ya mazao? Mpaka kaja mtu kutuamua akasema, kwani mnapigana? Ndio nikasema, ni huyo mbuzi mkorofi. Ana nani na mashaka kwenye shamba langu, na mkataza na hasikii, ndio maana tumeanza kupigana. Msipigane, wewe mbuzi, mbona kwa mkorofi? Ni huyu anachukua sheria mkononi. Bwana sifiwe. Ndio ndoto niliyoota, Bwana sifiwe. Si mchungaji yake ndivyo alivyo, ndio mchungaji wake. Ndoto sio kwamba Mungu washangaze. Kuna ujumbe, utulivu unatakiwa. Ukashuhudia mchungaji ndoto kanisani ambazo hazina tafasiri, utaambukiza tabia kwa waamini. Na wewe ndio uwakazania mnikwambia, tafuteni tafasiri ya ndoto. Kama hujapata usisimame hapa mbele. Kazana kutafuta. Wala wasipange foleni kuja kuuliza kwako, mchungaji, kwa kweli mimi nimeota ndoto moja sijaielewa mchungaji. Ngani kama ile kuhani wa Bwana. Wewe ndoto gani hiyo? Kuna ndoto moja nimeota mchungaji mpaka nimechanganyikiwa. Ngoja unipe muda. Unasikia? Unipe muda. Anakuja mwingine, mchungaji, nimeota ndoto moja. 10 kidogo wamekuja kuulizia ndoto. Kwani mchungaji wewe huna ndoto ngumu? Waambie ukweli wanangu, na mimi ninazo ndoto ngumu. Niko kutafuta maana.
Kila mtu akatafute maana. Aliyenipa ndoto ni Roho Mtakatifu, ndio namuuliza. Kwani nimekupa mimi? Nani nimekupa hizo ndoto? Ni mimi? Si ni Roho Mtakatifu? Kamuulize yeye. Na mimi za kwangu ngumu mwanangu. Ngumu, za kwako ni rahisi, za kwangu ngumu. Mpaka nitenge muda na mimi kama mchungaji nimuulize Mungu, Mungu sema hapa nipe neema. Lakini nimesema ni rahisi sana ukafundisha hata waamini kupata tafasiri ya ndoto kama unazingatia kanuni hii ya kuomba kunena kwa lugha masaa, sio msimu fulani. Jamani, wangapi mnaenda mlimani kufunga hapa? Wangapi mnaenda mlimani kufunga? Hamuko hapa kweli? Mkija kukamatwa na majoka, ushuke sema ni mchungaji wa maskofu. Mkadondoka huko mkavunjika, usije ukasema ni mchungaji wa PCG. Waambie tu mimi ni mtumishi wa Mungu. Wewe kanisa gani? Unahoji la nini? Mimi nahitaji huduma ya hospitali, nasema ili watangazo tuchafue. Mlima ni chumba chako. Maombi ya kule mlimani ya muda. Ni kama mvua imenyesha, imejaza mfereji maji. Ikikatika, yamekatika. Maombi ya maana ni